Kwa jina mimi naitwa Bakari Sufiani Omari Mofi, ni mjasiriamali kutokea wilaya Ilala, kata Gongo la Mboto. Nafanya biashara ya matikiti, vipodozi Gongo la Mboto. Tumekutana leo siku maalumu kwa ajili ya kwanza kutathmini hali halisi ya vurugu za tarehe 29 mwezi Oktoba kama biashara, lakini pia kujadiliana kuhusu madhira na uharibifu mbalimbali kwa wafanyabiashara wadogo. Lakini vile pia tukafikia maazimio na pia tukapata funzo nini tumejifunza. Kwa hiyo leo tuko hapa kutoa tamko letu kama wajasiriamali wadogo wa mkoa wa Dar es Salaam kutoka wilaya zote 5. Na niko na wenzangu kutoka wilaya ya Ubungo, Kinondoni, Temeke na Ilala. Kwa naomba nichukue fursa kwanza niwakaribishe kwenye press hii. Na ningeomba pia ifike sehemu zote muifikishe. Sasa nichukue fursa hii nimkaribishe mwenzangu Bwana Selemani Bane aweze kutoa tamko letu rasmi. Kama alivyokwisha tangulia mjasiriamali mwenzangu kutoka wilaya ya Ilala akitokea eneo la Gongo la Mboto kwa huo utambulisho, mimi kwa majina naitwa Selemani Saidi Bane. Ni mjasiriamali ambaye pia natokea eneo la Ilala kwa maana ya mfanyabiashara wa vifaa vya michezo. Nipo hapa rasmi kwa niaba ya viongozi wenzangu pia kuyasema yale maazimio ambayo kama wajasiriamali tunayatoa kwenu na kuyafikishia jamii. Naomba niwape hiyo taarifa sasa. Taarifa kwa umma. Tamko la wajasiriamali mkoa wa Dar es Salaam kuhusu vurugu za Oktoba 29 na ustawi wa taifa. Dar es Salaam, Tanzania. Sisi wajasiriamali wa kada mbalimbali kutoka wilaya zote 5 za mkoa wa Dar es Salaam tumefikia maazimio haya baada ya kutafakari kwa kina madhila na madhara tuliyokumbana nayo sisi binafsi, biashara zetu, wafanyakazi wetu pamoja na wakazi wa mkoa kwa ujumla kufuatia vurugu na machafuko ya Oktoba 29. Tunatambua wazi kuwa wajasiriamali kama wadau wengine katika jamii tuna changamoto, madai, matamanio na mahitaji halali yanayohitaji kusikilizwa, kujadiliwa na kutatuliwa. Hata hivyo, uzoefu wa Oktoba 29 umetufundisha kwa gharama kubwa kuwa vurugu, uvunjifu wa amani, kuchoma moto mali za umma na binafsi, kutukana viongozi wa serikali na kila aina ya uchochezi haviwezi kamwe kuleta suluhu ya changamoto za wananchi. Tunaeleza kwa masikitiko makubwa na maumivu ya dhati kufuatia madhila yaliyowakumba wakazi wetu wa mkoa kutokana na vurugu na machafuko ya Oktoba 29. Madhila ambayo sio ya kujivunia wala kukubalika kama taifa. Tunalaani kwa nguvu zote uharibifu wa miundombinu ya mabasi ya mwendokasi uliosababisha watumishi kukosa ajira au kipato, wananchi kukosa huduma za usafiri na mizigo mikubwa ya kiuchumi kwa jamii. Madhila ya wajasiriamali na wafanyakazi waliokuwa wameajiriwa katika taasisi na maeneo ya kazi yaliyoharibiwa na kuchomwa moto, hali iliyosababisha kupotea kwa ajira, familia kukosa kipato na juhudi za miaka mingi kufutika kwa muda mfupi, vifo, majeruhi na madhara mengine ya kibinadamu yaliyosababisha majonzi makubwa kwa familia na jamii. Tunasema kwa mkeka, hakuna hoja, madai wala malalamiko yoyote yanayoweza kuhalalisha uharibifu wa miundombinu ya umma, kuchomwa kwa mali za watu au kupotea kwa maisha ya wananchi. Kutokana na madhila hayo, sisi wajasiriamali tumefikia hitimisho la pamoja kuwa vurugu hazisikilizwi, uchochezi haujengi,
Matusi kwa viongozi wa serikali hayatatui shida za wananchi, na kuchoma mali za umma na ubinafsi ni kujiumiza sisi wenyewe. Tumejifunza pia kuwa aina hii ya vurugu na uchochezi imekuwa ikihamasishwa na wanaharakati waliojificha nje ya nchi, wasiobeba gharama za matokeo ya machafuko, pamoja na baadhi ya wanasiasa wa vyama fulani hapa nchini wanaotumia hasira za wananchi kama mtaji wa kisiasa. Kwa uhalisia huo, tunasema wazi kuwa njia hizo zimefeli na hazina nafasi katika mustakabali wa taifa letu. Kwa msingi huo, sisi wajasiriamali tunatoa maazimio yafuatayo. Tutapaza sauti kupigania ustawi wa taifa letu, tukitambua kuwa bila amani hakuna biashara, hakuna ajira, wala hakuna maendeleo ya jamii. Tutapingana na wanaharakati wote waliojificha nje ya nchi, wanaohamasisha vurugu, machafuko, uvunjifu wa amani na dharau kwa wananchi na serikali, bila wao kubeba athari za matendo yao. Tutakataa kila aina ya ushawishi wa wanamitandao unaolenga kueneza chuki, migawanyiko na uchochezi miongoni mwetu. Tutawapinga wanasiasa wote wanaotumia vurugu, matusi na uchochezi kama njia ya kutimiza malengo yao ya kisiasa nje ya misingi ya kidemokrasia. Tunakemea viongozi wa dini wanaochochea vurugu, migawanyiko au uchochezi wa kidini kwa maslahi ya kisiasa, kwa kuwa vitendo hivyo vinahatarisha mshikamano wa taifa letu. Tunachukua wajibu wa kupinga propaganda zinazotumia kizazi cha Gen Z kuhalalisha vurugu, fujo na ukosefu wa maadili, na badala yake tunaendelea kuwasilisha Gen Z kama nguvu kazi yenye tija na mustakabali wa taifa. Tunasimamia kwa msimamo thabiti kwamba Tanzania ni mimi, tukitambua kuwa mimi ndiye nchi, mimi ndiye serikali, mimi ndiye mwenye wajibu wa kulinda amani, uchumi na ustawi wa taifa. Aidha, tunawahamasisha wajasiriamali wote kada zote ndani ya mkoa wa Dar es Salaam na nchini kwa ujumla kuwa daraja la kutatua changamoto zao kwa njia sahihi kupitia mazungumzo, mifumo halali ya kisheria, ushiriki wa wadau na uwajibikaji wa raia. Tunasisitiza kuwa hakuna changamoto inayotatuliwa kwa kuchoma miundombinu, kwa vurugu au kwa kuchochewa na watu wasiobeba gharama za matokeo. Naomba kuhitimisha kwa kauli moja. Sisi wajasiriamali tunakataa vurugu, tunakataa uchochezi wa aina yoyote, tunakataa uharibifu wa mali za umma pamoja na binafsi, na tunachagua amani kuwa njia pekee ya kulinda maisha, biashara, mustakabali wa taifa letu. Asanteni sana. Mbulisha, naitwa Lucy Peter, natokea wilaya Temeke, mfanyabiashara soko la Tandika, muuza eboebo. Sisi ni wajasiriamali mkoa wa Dar es Salaam kama walivyoelezea wenzangu. Tuko hapa kwa ajili ya matukio yaliyotokea Oktoba 29 ambayo tunaeleza kwa masikitiko makubwa na maumivu ya dhati kufuatilia mazila makubwa ya wakazi wetu wa mkoa wa Dar es Salaam kutokana na vurugu za Oktoba 29. Mazila hayo sio ya kujivunia wala kukubalika katika taifa. Tunalaani kwa nguvu zote uharibifu wa miundombinu ya vituo vya mwendokasi ambavyo vilivyosababishwa na vurugu hizo za Oktoba 29. Watumishi kukosa ajira au kipato, wananchi kukosa miundombinu, huduma za usafiri katika maeneo husika, mzigo mkubwa wa kiuchumi katika jamii kuwa mkubwa, kukosa mahitaji maalum. Mazila ya wajasiriamali na wafanyakazi waliokuwa wameajiriwa katika taasisi mbalimbali au maeneo mbalimbali kuchoma moto, hali iliyosababisha kupotea kwa ajira, familia kukosa kipato, kuingia hali ya umaskini kwa muda mfupi. Na juhudi za miaka mingi ambazo serikali yetu imeweza kutoa
kutumia kodi zetu kujenga miundombinu kwa muda mrefu, ambazo leo hii kwa muda mfupi zimeenda kupotea. Watu wameenda kuharibu kwa muda mfupi, ndani ya dakika chache. Leo hii kama sisi wajasiriamali tunatoa wito wetu na kulaani vikali vilivyotokea katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, na hatukubali kuingia katika mtego ambao tulioingia Oktoba 29. Tunasimama pamoja, hatutakubali kuwa vishawishi na watu ambao hawapo katika nchi yetu au hawana maslahi mapana ya taifa letu, ambao wanaleta uchochezi ambao unaopelekea tumepata maafa makubwa, masikitiko makubwa. Mpaka leo hii kuna watu wamekuwa walemavu, leo hii wenyewe wamekaa pembeni, ambao hawawezi kufanya chochote. Walichokifanya ni kikubwa, tumepata madhara makubwa. Sisi katika mkoa wetu tunasema, tunaomba wajasiriamali wote tuwe kitu kimoja, tusikubali watu wanaotoa vishawishi ambavyo vinapelekea kuleta machafuko. Tusikubali kuingia kwenye mitandao, tusikubali chochote kinachoendelea ndani ya mtandao, tusikubali, tukikemee na tukikatae kwa maslahi mapana ya taifa letu, ili kulinda maslahi ya nchi na wananchi waliokopo katika taifa au katika nchi ya Tanzania. Asanteni. Naitwa Hussein Bambe, natokea wilaya ya Ubungo, Kimara. Mimi ni mfanyabiashara wa biashara ndogo ndogo. Sisi kama wafanyabiashara wa wilaya ya Ubungo na mkoa wa Dar es Salaam kwa ujumla, tumejifunza kutokana na vurugu. Oktoba 29 kulitokea vurugu ambazo ziliitwa maandamano, lakini waathirika wakubwa tulikuwa sisi wafanyabiashara na jamii kwa ujumla na Watanzania wa hali ya chini. Tumejifunza kuwa vurugu au machafuko si njia sahihi ya kubadilisha utawala uliokuwa madarakani. Hapo tuelewane vizuri, ndugu zangu waandishi wa habari. Matusi au maneno ya kashfa kwa viongozi si njia sahihi ya kulipeleka taifa letu kwenye amani. Kulitokea vurugu ambazo sisi wananchi tulisema kwamba tunaenda kubadilisha maisha kupitia zile vurugu. Tujiulize, walioathirika ni nani? Waliokuwa madarakani au sisi wananchi wa kawaida wa hali ya chini? Leo hii sisi wafanyabiashara wa Kimara tukitaka kwenda kuchukua mzigo Kariakoo, mwendo kasi hakuna. Leo hii vituo vya polisi ambao walikuwa wanatulindia biashara zetu hakuna. Kwa hiyo unafanya biashara, unatoka asubuhi kwenda kuchukua bidhaa uje ufanye biashara, unatetemeka, ulinzi hakuna. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania na wafanyabiashara wenzangu na waandishi wa habari, sisi tumejifunza mengi kutokana na zile vurugu. Ndio maana leo tumeitana hapa tuambizane ili tusirudi kule. Watu walikuwa na biashara zao, lakini ambao mtaji ameukusanya ndani ya miaka 10-20, lakini umeenda kufa kwa siku mbili, kwa siku moja, kwa masaa. Tumerudishana umaskini. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi niombe na sisi kwa umoja wetu wa wafanyabiashara mkoa wa Dar es Salaam tumeazimia, tunatoa wito kwa haya yaliyotokea kwamba yasijirudie, hatutaki kuyaona. Nashukuru sana. Kwa majina naitwa Pelejia Michael, natokea Kinondoni, lakini nafanya biashara katika soko la Makumbusho. Ninauza bidhaa tofauti tofauti, viatu, nguo na vingine. Mimi ni machinga, kwa nauza kila kitu kinachopatikana tu nijipatie ugali wa kila siku. Ndugu waandishi wa habari,
Baada ya vurugu za tarehe 29, sisi tumekuwa ndo waathirika wakubwa, na tumegundua kuwa waliochochea vurugu ambao wengine wako Tanzania ni wale wenye uraia pacha, ambapo ana nyumba hapa, ana nyumba Kenya, ana nyumba Marekani. Kwa hiyo kikinuka Tanzania, yeye anapanda ndege na familia yake ataenda kukaa kwenye nyumba yake nyingine. Sasa wewe na mimi ambao tuna nyumba moja ya urithi na chumba cha kupanga, kikinuka hatuna pa kwenda, tukaamua kama machinga wa mkoa mzima wa Dar es Salaam tuje na tamko, tuje na maazimio kama ifuatavyo. Tumeazimia kuwa tutapaza sauti kupigania ustawi wa taifa letu, tukitambua kuwa bila amani hakuna biashara, hakuna ajira, wala hakuna maendeleo ya jamii yetu yote. Lakini 2, tukaazimia kama machinga kwa pamoja tutapigana na wanaharakati wote wanaojificha nje na ndani ya nchi kuhamasisha vurugu, machafuko, uvunjifu wa amani na dharau kwa wananchi wa serikali bila wao kubeba athari za matendo yao. Wamejificha, wanahamasisha si tuandamane ili wao wapate madaraka, wala ambao ni waroho madaraka waingie kwenye serikali wakatuongoze. Yawezekana wao ni wabaya kuliko hata wale walioko kwenye mamlaka sasa hivi. Pia tukaazimia tutakataa kila aina ya ushawishi wa wanamitandao wanaolenga kueneza chuki, migawanyiko na uchochezi miongoni mwetu. 4, tumeazimia kama machinga tutawapinga wanasiasa wote wanaotumia vurugu, matusi na uchochezi kama njia ya kutimiza malengo yao ya kisiasa nje ya misingi ya demokrasia. Pia tumekubaliana kwamba tunakemea viongozi wa dini wanaochochea vurugu, migawanyiko au uchochezi wa kidini kwa maslahi ya siasa, kwa kuwa vitendo hivyo vinahatarisha mshikamano wa taifa na nchi yetu kwa ujumla. Tunachukua wajibu wa kupinga propaganda zinazotumia kizazi cha Gen Z kuhalalisha vurugu, fujo na ukosefu wa maadili, na badala yake tutaendelea kuwasilisha Gen Z kama nguvu kazi yenye tija na mtakabali wa taifa. Tunasimamia kwa msimamo thabiti kwamba Tanzania ni mimi, tukitambua kuwa mimi ndiye nchi ya Tanzania, mimi ndiye serikali, na mimi ndiye mwenye wajibu wa kulinda amani, uchumi na ustawi wa taifa letu. Asante. Ndugu waandishi habari, pia tulizingatia tunaye mwenyekiti wa Kinondoni ambaye ni mzee wetu. Kila safari na wazee. Tunataka tupate wito kutoka kwa mzee, atupa wito gani? Karibu mzee Omari. Habarini za saa hizi. Nashukuru sana kwa kupata fursa na nafasi hii. Jina langu naitwa mzee Omar Abubakar Irunga. Natokea Kinondoni na shughuli zangu zipo Kariakoo, lakini mimi ni mkazi wa Kinondoni. Kwanza kabisa naunga mkono tamko la wafanyabiashara au wajasiriamali wadogo baada ya kuliona hili kwa Tanzania kwamba ni tatizo, wakaamua kutoa tamko mbele ya waandishi wa habari ili ziweze kuwafikia walengwa waliokuwa nje ya vikao hivi tulivyokaa leo hapa. Lakini pia masikitiko makubwa sana ni yale masikitiko ya Oktoba 29 yaliyosababisha hasara kubwa kwa taifa na sisi pia kama wananchi wa kawaida kukosa huduma muhimu, kujiweka lockdown tukiwa majumbani kwa kuhofia maisha yetu na pia maisha ya wenzetu. Hili ni jambo kubwa sana la kuzingatiwa na kila mtu na kutafakari kwa kina na kujua kwamba usababishaji wa vurugu huo hauna tija katika maendeleo ya taifa letu. Kila mmoja yakaane na yakatae kwa nguvu zake zote.
Funzo kubwa lililojitokeza kwa kila Mtanzania ni kuyaona, wale waliokuwepo wameyaona, lakini vurugu hizi zimetokana na uchochezi wa wachache wasiopenda maendeleo ya taifa hili. Hizi tunasema kwamba sisi kama wajasiriamali na wafanyabiashara ndogo ndogo tunakemea na tunatoa sauti mbele yenu nyinyi kwa umma, na tunaomba tuungo mkono na Watanzania kukemea haya yasije yakajitokeza tena, kwa sababu Tanzania ni mimi, Tanzania ni wewe, nawe ujiite ni mimi ndo mwenye Tanzania. Tanzania haina mwenyewe. Ni nani anayeweza kusema mimi ndo mrisi wa Tanzania, ndo mmiliki wa Tanzania? Isipokuwa lazima utumie kauli Tanzania ni mimi, kwa sababu nchi ni watu. Hili ni jambo la msingi sana katika kutetea, lakini vyema ni kwamba sauti zetu tunapaza ni kwa sababu ya kuzuia kusitokee tena vurugu kama zile zilizosababisha hatari kubwa ya kuhatarisha maisha ya watu, pamoja na kusababisha maumivu makubwa kwa kodi kubwa tuliolipa kwa muda wa miaka mingi, alafu zinakuja kuharibiwa kwa dakika 5. Hili ni jambo la hatari sana kwa taifa lolote duniani. Mimi naomba nihitimishe kwa kusema haya machache tu. Naomba kila Mtanzania kwa kauli mbiu waliokuja nao wafanyabiashara hawa na kusema kwamba Tanzania ni mimi na mimi ni nchi na mimi ndiye Tanzania na mimi ndiye serikali. Jambo hili tulizingatie sana, na kila mmoja awe na wajibu tu wa kupaza sauti na kukemea haya tunayakemea, na tunaomba yaungwe mkono na Watanzania wote, na kila mmoja asukume kinywa chake na kupaza sauti kwa kukemea haya, ili Tanzania ibaki baridi na salama. Mimi niwashukuru sana kwa hayo yote, kwa machache tulioongea, na wote wenzangu waliotangulia kuongea pia nawashukuru sana. Asanteni sana. Mkuu la Jasiriamali, kama nilivyosema, tuko wilaya 5, na kwanza tunafanya zoezi hili, tutafanya harakati ya kupita wilaya zote, sasa kwenye masoko, kwenye vijiwe, kwa kushirikiana na taasisi ya Misila. Tumia fursa hii pia kuishukuru taasisi ya Misila kwa kuweza sisi kutuunganisha na kutupa mafunzo ambayo yatatuwezesha kuweza kutimiza malengo. Wito wangu wa Tanzania wote, kama mnavyofahamu, Dar es Salaam ni mkoa ambao hakuna mashamba wala hakuna migodi. Uchumi wetu hapa ni uchumi wa huduma, ni service economy. Tunategemea kuuza bamia, nyanya, bilinganya ili tupate chakula. Kama kuna muhanga mkubwa wa maandamano ya 29 zile vurugu zile, basi ni machinga. Ndio. Na mimi nasema kwa sababu na ushuhuda. Gongo la Mboto tarehe 29, sisi Gongo la Mboto kuanzia saa 12:05 mpaka saa 1 yanafanyika uharibifu mkubwa. Na naweza kukiri kwa wazi kwamba walioandamana wengi si wananchi wa Gongo la Mboto. Walichoma kituo cha polisi Gongo la Mboto, wakachoma ofisi ya kata, tendaji kata, ofisi ya serikali ya mtaa, ofisi ya Chama cha Mapinduzi, na kuna baadhi tuliwaokoa kutoka ofisini, wale makarani wa uchaguzi walikuwa wanataka wachome pamoja kwenye ile ofisi ya kata. Kwa hiyo kuna sehemu zimeathirika. Leo Gongo la Mboto kuna kituo cha polisi, maana kusema pia ni dhaifu. Na Gongo la Mboto kuna machinga wengi, nafikiri wenyewe ndio mashahidi. Zaidi ya 2400 pale barabarani. Leo Gongo la Mboto inakosa huduma ya serikali ya kata kwa sababu ofisi ya kata imechomwa. Inakosa huduma ya serikali ya mtaa. Tusipokemea leo, vizazi vitatulani baadaye. Tusimame tukemee, na nyinyi waandishi wa habari kama muhimili wa 4 wa dola, japo sio rasmi, mna nafasi pia kusimama na kukemea. Kwenye kukemea maovu hakunaga haya wala aibu. Sahihi. Tunapaswa tukemee hata kama anayefanya ni mjomba wako, ni shangazi wako, ni baba yako. Kwenye kulitengeneza taifa kama lenyewe lenye amani hakuna compromise. Tusimame imara. Sasa kwa muktadha tumekuja na kauli. Na kauli hii, mbiu hii, nyinyi mnataka muisambaze nchi nzima. Tunasema hivi, Tanzania ni mimi. Naomba Tanzania nani? Ni mimi. Tanzania nani? Ni mimi. Mimi ndio nchi, mimi ndio elimu, mimi ndio maji, mimi ndio kodi yangu, mimi ndio afya yangu. Ukiharibu miundombinu, humkomee Mheshimiwa Rais. Atakwenda atastaafu, lakini miundombinu inaendelea.
kama unampinga kiongozi mpaka katika njia za kidemokrasia. Kwa hiyo wafanyabiashara wadogo kama na machinga tumekataa na tunakataa. Hatuwezi kuwa sehemu ya vurugu. Sisi siasa yetu ni kuuza nyanya. Siasa yetu ni kuuza mitumba. Siasa yetu ni kuuza vitumbua. Nyewe mnafahamu sio machinga na kuchumia tumbo. Wangaikia juani, walia juani. Tunapigwa na mvua. Sisi siasa tunataka tuone masoko yanajengwa. Tunataka tuone tunapata mikopo. Lakini hayo yote hawezi kuwa endapo kama nchi na vurugu. Leo nchi pata hasara kubwa. Baadaye ile kuweza kwa watu wadogo wadogo wa biashara imeenda kuweza kukarabati nini miundombinu. Kwa hiyo sisi kwa kushirikiana na Melissa tutapita wilaya kwa wilaya, masoko masoko, ama zangu hapo tayari. Tupo tayari. Ili kwenda kueneza kampeni hii mkoa wa Dar es Salaam. Tukimaliza tutakwenda nchi nzima. Tuna nafasi ya kulitibu taifa na kwenye hili ni bora tupoteze uhai lakini tulitibu taifa. Na nitaomba wenzangu hapa mwisho tutasimama tutaimba nyimbo ya uzalendo. Amen. Ili kwa maana gani? Na kila mmoja naomba yake kwenye mkono kwenye moyo. Ili kuuambia moyo usikubali kuingia tamaa za kuharibu nchi. Tutaimba nyimbo Tanzania tutaimba hapo. Kuashiria sisi ni wazalendo wa dhati. Hata kama tunakula mlo wetu tunazana dhati. Kwa hiyo naomba kwa mtazamo tamko hili limetolewa na wafanyabiashara, naomba nilisema umetolewa kwa niaba ya wenzetu wa usaini. Kuna Mohamed kutoka Temeke, kuna Hussein Bambe, kuna Bani Sulemani, kuna Lucy, kuna Bakari Sani Marimofi, kuna Mzee Omari. Nimetolewa leo tarehe 24 mwezi wa 12 mwaka 2025. Nawashukuru sana. Tanzania nakupenda kwa moyo wote, nchi yangu Tanzania, jina lako ni tamu sana, ninapona kuota wewe, niambapo ni heri mama we. Tanzania, nakupenda kwa moyo wote. Asanteni sana.